kwamba vyanzo vya magonjwa haya ni nini. Tukiongelea kansa ni uharibikaji wa cell mwilini. Tukiongelea magonjwa mengine, yani muendelee kufuatilia hayo masomo, mtaelewa zaidi kila vyanzo vya magonjwa. Sasa hiyo ni upande wa kirutubisho. Sasa tunakwenda kwenye upande wa stem cell. Stem cell kama stem cell, sasa naombeni twende vizuri hapa. Huna sababu ya kuuliza itanitibu hiki, itanitibu hiki, itafanya hivi, itafanya hivi. Hapana. Ni wewe kushiba elimu ya kutosha kujua nini maana stem cell. Stem cell kazi zake ni kuziuisha cell, kuzifufua, kuzikarabati na kuzifanya seli hizo kuwa imara. Sawa? Na kuwa mpya kabisa. Cell inapoharibika, inapochoka ama inapokufa, itakupelekea wewe utakapokuwa umepata ataki ya ugonjwa wote, ukatumia dawa inapelekea mpaka inagonga mwamba kuondoa tatizo hilo, kwa sababu tayari katika ule ugonjwa ulioupata seli zake zimeshaharibika, zimeshakufa, zimeshachoka. Dawa itakosa ushirikiano wa kutosha kuondoa changamoto hiyo. Kwa unapotumia stem cell inapoingia mwilini, huna sababu ya kumention kwamba itaenda kunisaidia ugonjwa huu, itanitibu hivi, itanifanya hivi. Hapana. Stem cell inakwenda mwilini na regenerate, inafufua, inakarabati na kuziboresha seli zako zote mwili mzima, kuanzia kwenye ubongo mpaka kwenye unyayo. Kwa hata kama mtoto darasani hayuko vizuri, msaulifu, hata kama ni mtu mzima, stem cell ina regenerate seli mpaka za ubongo, macho, masikio, yani nywele. Hata nywele hizi na zenyewe zimeumbwa kwa kutegemea sawa. Kwa hiyo hata kama mtu ana tatizo la nywele zake kujaa, akitumia stem cell ataanza kuona mabadiliko, nywele zake zitajaa. Umeona? Kwa hiyo hata hilo tatizo la diabetes, hilo na lenyewe pia litaondoka, kwa sababu seli zitakuwa zimeenda kufufuliwa, automatically ugonjwa utapotea wenyewe. Kwa hiyo stem cell ina uwezo kuangamiza magonjwa zaidi ya 240. Zaidi ya 240 magonjwa yanatokomezwa kwa kutumia stem cell tu peke yake. Yaani hii stem cell peke yake ina uwezo kuangamiza magonjwa zaidi ya 240. Hebu angalia ni jinsi gani ambavyo stem cell ilivyokuwa na msaada. Mimi wakati naumwa niliwahi kutumia sana supplement. Wakati huo sikuwa najua hiyo elimu, na wala watu waliokuwa wananiletea hizi supplement na kuchukua mahela yangu mengi kwa ajili ya kupambana kuokoa afya yangu, hawakuwahi kuwa na hiyo elimu pia. Kwa hiyo na mimi nilikuwa najipa matumaini kwamba haya supplement ndio yatakayoweza kunitatua tatizo langu la moyo. Kwa hiyo nikawa nayabuia, lakini yaliweza kunisaidia kujenga mwili wangu na kupata kinga za kutosha dhidi ya ugonjwa niliokuwa nao. Lakini hazikuweza supplement kuponya ugonjwa wangu wa moyo. Pindi nilipotumia stem cell ilienda kuregenerate seli zangu ambazo zimeharibiwa na kusababisha ugonjwa wa moyo, na mpaka leo huu ni mwaka wa 6 sijawahi kuumwa moyo tena. Kwa nini? Kwa sababu bado naendelea na sitoweza kuacha, kwa sababu nimeshajua umuhimu wa stem cell. Stem cell haitumiwi na mtu ambaye anaumwa tu. Stem cell inatumiwa na mtu yeyote, kwa sababu kila siku tunaishi kwa ajili ya vita. Vita tunaoishi nayo katika afya zetu ni kwamba vyakula ama hewa tunaoishi, vyakula tunavyokula ama hewa tunazovuta, au lifestyle tunaoishi, stress na vitu vingine vyote ndivyo vinavyosababisha seli zetu mwilini kuharibika. Kwa hiyo tunaishi katika maisha ya vita dhidi ya kuangamiza afya zetu katika upande wa cell, kuziharibu, kuharibika, kuchoka na kufubaa. Kwa hivyo ni vyema kutumia stem cell mara kwa mara ili kuweza kuregenerate seli zetu ziweze kuwa imara, ili kupambana dhidi ya magonjwa. Hata kama ugonjwa utakuwa umekupata, unapotumia dawa utapata ushirikiano wa kutosha, kwa sababu seli zako ziko vizuri katika ile sehemu, na hapo ndipo utakapoona dawa itaweza kufanya kazi na ugonjwa utaondoka kwa uharaka. Na ukitumia stem cell vizuri, na kuhakikishia ndugu yangu, hutokaa ukaumwa maradhi ovyo. Never ever. Mimi huu ni mwaka wa 6 sijawahi kuumwa ovyo. Lakini nimekuja kugundua ninapoacha stem cell kwa muda mrefu, naanza kupata ataki ya vigonjwa fulani. Umeona, nikikaa muda mrefu bila kutumia stem cell naanza kuona mara hiki, lakini nikitumia tu mwili wangu unaanza kuwa vizuri. Hii inamaanisha nini? Ina maana kwamba mwili wangu kwa age nilokuwa nao sasa hivi, seli zangu hazina uwezo wa kuzaliana. Kwa hiyo seli zangu zinakuwa zinatumika, maktaba yangu ya seli kila siku inatumika. Nikisema hivi naomba nitoe mfano kwa mtoto mdogo. Ndio maana mtoto mdogo akianguka ni rahisi sana, akiumia anapona kuliko mimi mtu mzima. Kwa sababu tayari yeye maktaba yake ya seli iko vizuri. Mimi seli zangu mwilini zimeshapungua mwilini.
Hivyo ninapaswa sana kutumia stem cell kwa ajili ya kuzilinda seli zangu. Umri unavyozidi kwenda na seli zangu zinazidi kuchoka, kufubana, kuharibika, hasa kwa ajili ya vyakula ninavyokula, hewa ninayovuta na maisha halisi tunayoishi, stress na vitu vingine. Kwa hivyo napambana dhidi ya magonjwa, dhidi ya kitu kinachotaka kupoteza uhai wangu katika upande wa cell, na mimi napambana kuregenerate seli zangu kwa kutumia stem cell. Naitwa Miriam Nyanda. Please nakuomba ambatana na mimi mara kwa mara, nitaendelea kukupatia hii elimu. 0715787770. Tutumie stem cell ndugu zangu. Mtu ana uwezo wa kuishi na magonjwa more than 10 years na sijue kama anaishi nayo magonjwa. Yale magonjwa yanafikia mahali yanapokwenda kulipuka, yanakuja katika mfumo wa hatari zaidi. Leo hii unaweza kumkuta mtu uko naye, unacheka naye, unafurahi naye, ghafla mtu huyo anaumwa, unajiuliza mbona jana juzi tulikuwa naye mzima, tena anaumwa serious ambaye hauwezi hata kuongea, yuko mahututi ICU. Yes, hii yote ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu watu wanatembea na magonjwa bila wao kujijua. Ni stem cell peke yake yenye uwezo wa kuweza kupambana dhidi ya magonjwa haya kwa kuzilinda seli zako na kuzifanya kuwa imara. Magonjwa yanapoingia pale, hata dawa inapotumika, dawa inaweza kufanya kazi kwa haraka. Sasa je, mtu huyu ambaye alikuwa hatumii stem cell, amekaa na magonjwa more than 10 years, alafu leo yamekuja yamelipuka, halafu dawa anataka ifanye kazi, itafanya kazi kwa staili gani? Ndio unakuta mtu huyu anapambania maisha yake mpaka anaondoka na ule ugonjwa, kwa sababu tayari seli zake hazina ushirikiano wa kutosha ili dawa iweze kuingia pale kufanya kazi, zinagonga mwamba. Ndugu yangu, rafiki yangu, kokote pale ulipo, 0715787770 nikupatie stem cell yako mapema, au kutana na hawa ambao watakupa meseji hii, ambao wote niko nao timu moja, watawasiliana na mimi, tutakupatia stem cell na utaenda kuishi maisha ya raha starehe. Magonjwa ni umaskini. Tuulize sisi tuliopitia katika changamoto ya maradhi, tumeteseka kweli kweli. Magonjwa yametutesa, magonjwa yamefilisi biashara zangu, magonjwa yamefanya vitu vingi sana. Nilikosa amani, nilikosa furaha, nilipoteza tumaini, lakini leo ninaishi kwa raha starehe baada ya kutumia stem cell. Please guys, tutumie stem cell kwa ajili ya kulinda afya zetu, kwa ajili ya familia zetu. Leo hii watoto wetu wanatutegemea, familia zetu zinatutegemea. Ghafla uko kitandani unaumwa, mtoto yuko pale anakuangalia, anasikitika. Hii yote ni kwa sababu ya uzembe wa kutokutii kwa ajili ya kujali afya zetu. Tupambane dhidi ya vitu